Leo ndugu zangu, nimekuja kushirikiana nanyi, kwanza kuwapongeza. Karagwe ni mfano wa kuigwa kwenye utunzaji wa mazingira. Ukipita hapa unaona hali ya hewa ni nzuri, miti ya asili ipo, miti ya kisasa ya kupanda ipo na inatunzwa vizuri. Na hiyo ndiyo ndoto ya serikali ya awamu ya 6. Ndiyo dhamira ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo dhamira Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kuona tunatunza mazingira yetu ili mazingira yetu yatutunze. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kabisa kuwapongeza sana wanakaragwe wote kwa namna ambavyo mnajali mazingira na kuyatunza vizuri mazingira yetu. Kwa hiyo lengo la serikali yetu ambayo limenileta hapa, kwanza kupitia dira ya maendeleo ya taifa letu 2025 kwenda 2050, serikali imeona tuweke muhimili maalum wa kutunza mazingira yetu na kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya serikali kuliona hilo, ndio maana tumekuja na sera ya kuhakikisha tunaboresha mazingira yetu. Niwapongeze sana, nimefika hapa nimepata taarifa ya mradi mzuri wa ushirikiano wa serikali yetu hii ya halmashauri ya wilaya ya Karagwe pamoja na wenzetu wa Jerumani katika ujenzi wa miundombinu ya kutunza mazingira. Hongereni sana sana kwa hatua hiyo nzuri. Na nimefurahi kuona tumeshapiga hatua. Awamu ya kwanza tumefanya kazi, awamu ya pili tumepata gari zuri la kisasa la kukusanya taka ngumu. Hii ni hatua nzuri sana, na ni halmashauri chache sana zilizofanikiwa kufika hatua nzuri kama ya Karagwe. Kwa kweli ninyi ni watu wa kupigiwa mfano bora katika hatua hiyo. Nashukuru sana kwa heshima mlionipa ya kuzindua rasmi gari hilo. Nilikuwa naongea na afisa usafi na mazingira kwamba gari letu lipo, hatua inayofuata ni nini? Amenipa ufafanuzi mzuri kwamba kwanza tunaendelea kujenga madampo kwa ajili ya ukusanyaji wa taka ngumu, ili gari letu sasa litumike kuzoa taka kutoka kwenye makazi ya wananchi na kupeleka kwenye madampo, na kwenye madampo taka zile ziweze kuteketezwa. Lakini zipo taka ambazo zitatumika kwa ajili ya uzalishaji wa rasilimali nyingine kama mbolea, kwa ajili ya urejelezaji pamoja na shughuli nyingine za usafi wa mazingira. Kwa hiyo nawapongeza sana, na mimi nitoe wito Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Kaimu Mkurugenzi, tuendelee sasa na hatua zinazofuata za ujenzi wa madampo na kuhakikisha kwamba utenganishaji wa taka unazingatiwa na gari letu ilifanye kazi ili wananchi wa Karagwe waishi kwenye mazingira safi na bora zaidi. Ndugu zangu, nimekuja kuwashirikisha kuhusiana na fursa za taka. Taka ni mali. Sisi wa Tanzania miaka yote tunachukulia taka kama ni kitu kibaya. Taka ni mali. Leo tunajua wapo vijana ambao wananufaika, wananchi wananufaika na takataka za makopo ya maji ya plastiki. Wanaokota, zinakwenda kurejelezwa na wao wanapata kipato. Lakini tunazo taka maarufu sana, taka oza. Zile za masokoni, ndizi zimeoza, parachichi zimeoza, nyanya zimeoza, vitunguu. Taka zile zikiachwa zinaathiri hali ya hewa, kwa sababu zinapooza zinazalisha gesi ambayo inaathiri hali ya hewa, inaongeza joto duniani, inaleta mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri ustawi wa viumbe vyote pamoja na sisi binadamu. Sasa serikali imekuja na mpango mzuri wa kuhakikisha tunajenga mitambo mikubwa na midogo midogo ya kuchakata taka zile ili kuzalisha mbolea ya asili nzuri, organic manure na organic fertilizer. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwenye huu mradi ambao tunaendelea kujenga madampo, ni vizuri sana pia tuangalie uwezekano wa kujenga
mitambo midogo midogo ya kuchakata taka oza kupata mbolea ya asili nzuri, na wataalamu wanasema ni mbolea bora sana, kwa sababu haiathiri ardhi yetu, lakini tunapata chakula ambacho ni organic, hakina mbolea hizi za kemikali. Kwa maana yake ni salama zaidi kwa afya ya binadamu kuliko hata ukitumia mbolea hizi za kemikali. Karagwe DC tupo kazini, tunaendelea kuwahudumia wananchi kwa ubora zaidi.